Hii ni K-News habari. Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA tarehe 19 mwezi wa pili, wajumbe wa halmashauri kuu walikutana jijini Dar es Salaam kuzungumzia masuala kadhaa kuelekea uchaguzi ujao. Na jambo moja hapo ambalo wamezungumzia wajumbe wa halmashauri kuu ni kuazimia kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Wajumbe wa halmashauri kuu kwa pamoja tuliazimia kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu ambao utahusisha ngazi ya rais, wabunge na madiwani. Kwa nini tumeazimia kushiriki uchaguzi huu? Tumeona kwanza uchaguzi huu unaenda kutoa hatima ya miaka 5 ya nchi yetu na kuelekea. Kwa hiyo tumeona sasa tuitokeze mbele ya waandishi wa habari kutangaza rasmi kwamba CHAUMMA tutashiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tumetangaza hivyo, lakini pia tumeweka mapendekezo kadhaa ambao wadau wengine wamekuwa wakilalamikia kwamba vitu kadhaa vifanywe marekebisho. Na sisi CHAUMMA nje ya kushiriki kuna vitu ambavyo tumependekeza kwamba tume ya uchaguzi ifanye marekebisho kwa baadhi ya vitu. Tume huru ya uchaguzi ifanye marekebisho kwa baadhi ya vitu. Kitu cha kwanza ni kwamba makamishina wa tume huru ya uchaguzi wapatikane kwa ushindani, wasiteuliwe. Kumekuwa na changamoto hiyo hapo ambao wadau wengi wamekuwa kilalamikia kwamba wanaosimamia uchaguzi ni watumishi wa serikali na wanateuliwa na rais. Kwa hiyo tulikuwa tamani kama CHAUMMA sasa tulikuwa tamani makamishina wa tume ya uchaguzi wapatikane kwa ushindani. Serikali itangaze nafasi ya ajira, ikitangaza nafasi ya ajira watu waombe, baada ya kuomba watakaoshinda ndo wawe makamishina wa uchaguzi. Lakini pili, tumependekeza kwamba serikali ifanye marekebisho kwa upande wa wakurugenzi wa halmashauri wasio wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo. Kwa nini tunasema hivyo? Kwamba wao wakurugenzi wengi asilimia kubwa ni watumishi wa serikali, lakini pia ni makada chama wa vyama vingine huko. Kwa hiyo hawataweza kutenda haki kwenye usimamizi wa uchaguzi. Kwa hivyo CHAUMMA sisi tunatamani sana wakurugenzi wa halmashauri wasio wasimamizi wa uchaguzi ndio wataharibia uchaguzi. Na watu wengi walikuwa wakipiga kelele kwa mazingira hayo. Lakini pili, wasimamizi wa uchaguzi kwenye vituo wasipangiwe pia hawa watumishi wa umma, kwa mfano walimu, watendaji, au pia wasimamie uchaguzi wapatikane pia kwa ushindani. Serikali tangaze ajira, lakini wasio watumishi wa umma, kwa sababu wana maslahi na serikali. Mwisho, tunatamani mawakala wa vyama wanapoenda kwenye uchaguzi kusimamia uchaguzi wasibuguzie. Mawakala wetu wamekuwa wakibuguziwa. Mfano uchaguzi wa serikali ya mtaa uliopita, mawakala wetu walikuwa wanabuguziwa sana, nusu ya kupigwa na watu ambao wanasimamia uchaguzi huko. Kwanza mara vikwazo kibao, mara wewe ujitambulika barua hii na nini. Lakini mawakala vyama vingine wa chama tawala hawasumbuliwi. Kwa hiyo tunatamani mawakala wa vyama vyetu hivyo hasa vya upinzani wasisumbuliwe, wasibuguziwe wanapoenda kusimamia uchaguzi, kwa sababu walikuwa tayari washapishwa, wana barua za utambulisho, lakini bado wananyanyaswa. Kwa hiyo sisi kama CHAUMMA tumeona hiyo ndio mapendekezo yetu. Lakini tunaomba wenzetu wananchi wajitokeze kushiriki uchaguzi huu. Washiriki uchaguzi huu, hasa vijana jitokeze kugombea. Tumekuwa tukilalamika sana vijana kuhusu wanasiasa kushindwa kujenga ajenda au kutengeneza sera nzuri za kuhusu ajira au viwanda. Sasa ni wakati wetu sisi vijana ambao tumesoma tumesomeshwa na serikali na wazazi wetu, tuonyeshe maarifa yetu tupata chuoni tuyatekeleza kwenye maeneo yetu ya kazi ya uongozi. Tunaonyesha wapi? Ni kupitia udiwani, ubunge na sehemu kadhaa. Hivyo ni waombe watu, wananchi, vijana, wamama, wazee, mjitokeze kugombea nafasi za uongozi kwenye uchaguzi ujao. Huu ndio tutatoa picha ya miaka 5 hii ambayo tunaitaka. Pili, sisi hapa kama CHAUMMA hatushirikiani wala tufungamane na chama chochote cha kisiasa kingine chochote ambacho
kikipo hapa nchini. Sisi Chauma tumesajiliwa kivyetu na tunaongoza, tuna katiba yetu, tuna misimamo yetu. Hivyo hatufungamani na chama chochote. Kumekuwa na masuala kadhaa kwamba Chauma mnatumika na vyama fulani. Sisi hiyo kauli sio tunaipinga bwana. Tuko hapa, hata kauli ambayo naitoa leo mwenezi wa chama taifa, hatufungamani na chama chochote, na hapa hatujatuma mtu yoyote kuzungumzia kwamba kwa nini tushiriki uchaguzi. Kwanza mtu akisema kwa nini tunaunga hizo uchaguzi, sawa, sisi ni nani yetu, ni chama chetu, yani sisi ndio kimeamua, tulisajiliwa kwa ajili ya kusimamia mambo yetu, si ndio? Lakini niombe pia vyama vingine ambavyo tuko upande huu kama upinzani, tusisahau vyama vingine ambavyo havina wakilishi bungeni au kwenye madiwani. Wanapotuambia kwamba tunakeleka, pia na sisi wanatuambia kila siku kwamba sisi ni mawakala wa CCM. Hiyo kauli inatokera sana. Singekuwa mawakala wa CCM, tunatembea na vieti huko mtaani. Kae sawa. Pia vyama vingine ambavyo vinawakilishi bungeni wakiwa na jambo kutaka kulifanya, watushirikishe, sio kwamba wafanye wao huko afu anze kutuambia kwamba chama nyie fanyeni. Tutafanyia kitu, tutangaje hoja kitu ambacho sisi hatukifahamu. Watu wameandaa mpango yao huko na nini sasa na nyie ungeni. Hapana, tuwezi kuunga juhudi ya misimamo ya vyama vingine. Sisi Chauma tuna misimamo yetu, tuna katiba yetu, tuna kanuni zetu ambazo zatuongoza sisi. Hivyo hatuwezi kuunga juhudi ya misimamo ya vyama vingine. Kwa kifupi ni hivi. Karibuni kwa. Sasa mwenezi, mambo matatu ambayo tunataka yafanyike kuelekea. Mambo haya yasipofanyika, pengine tutegemee nini kutoka chama cha Chauma ambao tunashauri yafanyike kuelekea uchaguzi? Sawa. Actually nimezungumzia hao mambo matatu ambayo tunasema yafanyike kwenye uchaguzi. Ni kweli sisi tunatamani yafanyike hivyo, lakini msimamo wetu mkubwa wa chama sio tu kwenye hizi changamoto ambazo zipo ambazo nimeziainisha. Kitu ambacho tunakitamani sana kifanyike nje na hizo changamoto za tume huru ya uchaguzi, tunataka tufanye mabadiliko ya katiba mpya. Tukifanya mabadiliko ya katiba mpya ndio atakuja kufanya maboresho yote haya. Yatafanyika kwa sasa. Basi ndio maana mwenyekiti wetu wa chama taifa huwa anamwambia kwamba kama serikali imeshindwa kufanya saizi, maana muda wa rais ni mdogo, basi rais aongezee miaka 10 ili mpaka afanye marekebisho ya katiba, kwa sababu tunasaidia kwamba tume iwe huru, lakini bado tunahitaji marekebisho ya katiba mpya. Kwa sisi msimamo wetu wa Chauma nje na kufanya na mapendekezo haya kwenye tume, lakini sisi ambao tunakitamani sana sasa hizi ni mabadiliko ya katiba. Tunataka katiba mpya sisi. Karibu. Tunaona Chama cha Mapinduzi tayari kishapata mgombea wa urais. Labda nyie kama Chauma mna mgombea wenu mpaka sasa? Katika ngazi ya urais na makamu. Asante sana. Mpaka sasa chama chetu hatuna mgombea yote na bado hamna mtu yote ajitokeza kutangaza nia ya kugombea urais, lakini sisi tunaamini kuanzia mwezi wa 5 au mwezi wa 6 tutakuwa na mkutano mkuu Dar es Salaam wa kwenda wajumbe. Tuna mkutano mkuu ambao tutaenda kumchagua nani atatuwakilisha kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa sasa tunapokea watu ambao wanataka kugombea, watangaza nia, na pia nitumie nafasi hii kuwakaribisha wote ambao wanataka kutangaza nia ya kugombea uongozi ndani ya Chauma. Nafasi ziko wazi. Kama unataka kugombea ubunge, udiwani, urais, njoo, fomu ni bure. Sisi kwa sababu tumeona vijana wengi, watu wengi wanataka kushiriki siasa kwa sababu wanahofia gharama za uchaguzi. Ndani ya chama sisi fomu tutatoa bure, karibuni mshiriki. Milango iko wazi. Ikiwezekana wewe mgombea kwa chama gani huko amekukataa, Chauma nafasi zipo. Njoo ugombee kwetu, tutakupa nafasi. Utapita bila kupingwa kwetu. Karibuni sana. Uchaguzi kama mtashiriki asilimia zote. Sitashiriki kwa uchaguzi zote. Sawa. Na ya kwamba uchaguzi yale sio wazi watu wajue. Yani sisi hatujitoi, lakini tunashinikiza kwamba endapo licha kusema kuna changamoto ambazo zipo kadha ambazo zimekuwa zikifanywa marekebisho, lakini tunatamani sana nje na kufanya marekebisho, lakini sisi tutashiriki uchaguzi bwana. Tutashiriki uchaguzi mkuu, lakini tukishinikiza kwanza tufanyiwe marekebisho ya katiba mpya. Sisi haya mapendekezo madogo ya tume ya uchaguzi yatabadilika endapo katiba mpya itapatikana, kwa sababu ndio kitu ambacho kinaongoza. Unaweza kufanya mabadiliko kwenye tume huru, lakini ukasahau kwenye
katiba. Endapo katiba mpya ikapatikana, changamoto zote hizi hazitokuwepo. Kwa hiyo sisi Chauma tutashiriki kwa nguvu zote uchaguzi na tumezamiria mwaka huu. Chauma imekuwa kama chao cha mchezo hivi, lakini mwaka huu tumezamiria. Watu watakuwa ubwabwa, watashiba, watavimbiwa. Watajitokeza. Kuja na ajenda yenu ya mashuleni pamoja na hospitalini. Naam. Tuna sera yetu ya siku zote ya maubaba shuleni na hospitalini. Tuna ajenda kubwa sana kwa sababu tumeona nchi kwanza vijana watu wana njaa sana. Ndio maana hata kiongozi yote akipata madaraka baada ya kufanya kazi kwa ajili ya kuitumikia nchi yake anaendekeza njaa kufanya anajiwekeza yeye kwanza bila kuitumikia taifa. Kwa hiyo njaa kwanza, watu wameanza kuwa na njaa toka wakiwa watoto. Kwa hiyo nataka tuwekeze watoto wa shuleni wasiwe na shida na njaa. Mtu asisimani kwamba akipata cheo ashibe kwanza yeye bila kushiba wananchi. Ashibe kwanza mwananchi kwa kuanzia shuleni. Yaani kwa sababu tunaona sasa akili ya wanafunzi wetu kidogo sio nzuri. Hawana uelewa mzuri wa kupembua mambo, hawana ubunifu. Sasa nchi yetu imekosa vijana wabunifu wa kubuni vitu kutokana na kwamba watu wanashinda njaa mashuleni, watoto hawana nili nzuri. Mtoto amaliza darasa 7 juu kuandika barua kwamba kazi. Kwa hiyo kupitia vyakula shuleni kutachochea ubunifu mpya kwa vijana wetu mashuleni. Hiyo ni ahadi baada ya kupewa nchi. Hiyo ni ahadi yetu, tunaendeleza. Ndio watu wa kauli mbiu yetu tunasema kushiba na maendeleo. Lakini pia tumeweka hospitalini. Kwenye hospitali sana huko kuna watu ambao wanapata shida sana hospitalini huko. Wanakuja Rufaa hapa, wanaenda Muhimbili, hawana ndugu pale. Wakifika pale wanahangaika chakula. Ndipo sisi Chauma ndio hospitalini, Chauma tukija kuchukua nchi, weka chakula bure hospitalini. Mtu anaenda Muhimbili pana na ndugu, tutakuwa pia chakula bure, asipate shida. Kwa sababu maisha ni magumu sana. Akuja mtu Rufaa kuuguza mtu hapa, awe chakula bure anapewa tu. Yeye awe kazi kumuguza mgonjwa. Ndio maana kauli mbiu yetu ubwaba mashuleni na hospitalini. Mwisho. Chama cha Mapinduzi, moja ya sera ambazo waliwekea mkazo kwenye elimu ni kutoa elimu bure kuanzia darasa la kwanza mpaka form 1 mpaka form 6 sasa hivi. Je, nyie hamuoni kwamba kuna umuhimu kugusia swala hili la elimu? Elimu bure? Elimu bure hiyo sisi bwana, nani sisi elimu bure inafuatana na inaweza kama sema meiga pia kauli mbiu yetu hiyo ya uboma shuleni, na kwa sababu tunatamani sana wanafunzi wasome. Elimu bure sisi itakuwa mpaka chuo kikuu. Sio kwa sababu mtu anasoma mpaka form 4 elimu bure. Lakini hadi form 5 mpaka form 6 hela. Chuo kikuu hela. Sisi itakuwa elimu bure mpaka chuo kikuu. Sasa hizo sitaki kuongelea sana, lakini muda ukifika kampeni mgombea urais wetu ataweka vitu bayana. Lakini sisi tunatamani elimu iwe bure mpaka chuo kikuu. Watu wapate maarifa mazuri tupate sasa hizi. Hii ni K News habari.